Hallelujah. Happy New Year. Happy New Year. Asante, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi ya kuona mwaka mwingine. Tumelindwa na tumeuona mwaka huu kwa sababu Mungu hajamalizana nasi. Bwana asifiwe. Mungu hajamalizana na nani? Mwambie jirani yako Mungu hajamalizana na wewe. Gaida alikalete nawe. Bwana asifiwe. Ndio maana umeuona mwaka mwingine mpya. Kwa sababu bado wewe una kazi nyingi. You are a work in progress. Wewe ni kazi inayoendelea. Mwambie jirani yako mimi ni kazi inayoendelea. I am a work in progress. Mungu hajamalizana na mimi. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo usinihesabie kwa vile nilivyo leo. Bado mimi ni project ya Mungu na ninaendelea kufanya vizuri. Ndiposa nimeona 2023 kwa sababu kuna kitu kiko ndani ya 2023 cha kukamilisha maisha yangu, cha kuendelesha maisha yangu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hiyo ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi ya kuingia ndani ya mwaka mpya. Tunamfurahia Bwana kwa sababu ya kutulinda mwaka uliopita. Amekuwa Mungu wetu, tumemuona na tunaposema tunasema kwa uhakika. Bwana asifiwe. Hatuna shaka ndani yetu. Tunasema mambo yaliyo ya ukweli. Asifiwe Yesu. Tunanena kile kilicho mioyoni mwetu. Tumemuona Bwana mwaka wa 2022. Amekuwa Mungu wetu katika jina la Yesu. Amepigana vita vyetu, ametufuta machozi, ameruhusu neema yake iwe juu yetu. Tunasema kwa kweli kabisa Mungu amekuwa pamoja nasi. Na kwa sababu hajakamilisha nasi, ametuingiza ndani ya mwaka mwingine na tuko ndani ya siku ya kwanza. Bwana asifiwe. 2023 day 1. Hallelujah. Na wapendwa, ni vizuri wewe ya kwamba mwanzo huwa muhimu sana. Mwanzo huwa muhimu sana. Na nimekuwa nikiomba na nikiambia watu fulani ya kwamba ni vizuri kukubali kuingia katika roho. Ni vizuri kutoishi tu katika physical sana. Ni vizuri kujua ya kwamba maisha yako ndani ya roho yanaleta impact ama matokeo makubwa katika maisha yako ya kawaida. Na kwa hivyo tunamshukuru Mungu ya kwamba tuko ndani ya siku ya kwanza. We are in the beginning. We are at the gate of the entrance of 2023. Asifiwe Yesu. We are at the gate. In the entrance. Kiingilio cha mwaka. Hallelujah. Jana tulikuwa nje ya gate. Asifiwe Yesu. Tulikuwa nje ya gate ya 2023. Na watu wengi wakakaa pale mlangoni wakiungoja mlango ufunguke na waingie ndani ya 2023. Hata ingawa tuko ndani lakini tuko malangoni. We are now heading towards the year 2023. Na kwa hivyo tuna mambo mengi yaliyo ndani ya mwaka. Hata ingawa tuko katika mwanzo, mambo mengi yako ndani ya mwaka. Na kwa hivyo vile tutakavyoanza itategemea sana vile tutaendelea na kile tutakachokuwa nacho ndani ya mwaka huu. Kile nataka nikuhakikishie ya kwamba ukianza na Mungu utamaliza na yeye. Asifiwe Yesu. Pale mwanzo kulikuwa na neno. Na neno lilikuwa na Mungu. Neno likawa na Mungu. Bwana asifiwe. Na katika mwanzo huo dunia ilikuwa ukiwa. The world was void and formless. And the Lord said, let there be. Wacha niwaambie wapendwa, hatuumbi pale mwisho. We create in the beginning. Unaumba kile unataka katika mwanzo. Asifiwe Yesu. In the beginning. So ukiwa ndani ya mwanzo wa mwaka, vile utakavyonena, Bwana asifiwe, itabadilisha mambo mengi katika maisha yako. Asubuhi ya leo namshukuru Mungu ya kwamba ametupa nafasi. Neno letu la mwaka alile ambalo Bwana amenena na kanisa la Deliverance Church International ni ambalo baba zetu wamenenewa na Mungu na wamelileta chini mpaka mahali tulipo leo. Roho Mtakatifu akiwa pamoja nasi. Neno hilo lipo katika maandiko, kitabu cha Mwanzo 26. Mwanzo 26
Kumbuka wapendwa, kanisa la Deliverance sisi hukaa kama familia. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Nilikwambia kidogo kuhusu kanisa la Deliverance Church. Kanisa hili la Deliverance tuna viongozi ambao Mungu ameinua kama manabii. Bwana Yesu asifiwe. Na viongozi hao hunenewa na Mungu kila ambacho kanisa litafanya ndani ya mwaka. Na kwa hivyo baba yetu wa imani katika kanisa, Dr. Bishop Mark Kariuki, Mungu amenena na yeye na tayari ameachilia neno kwa wana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ameachilia neno la Mungu kwa wana, na hiyo ndio neno ambalo hunenwa siku ya kwanza kwa familia ya kanisa la Deliverance. Kwa hivyo kila mahali ukienda utasikia sauti hii moja, because we are a family. Bwana asifiwe. Na nilipogundua jambo hilo, nikakataa kuondoka kwa mwongozo wa familia. And that is why I always desire, even in our church, we are a family. Na kama sisi ni familia, learn to speak the language of the family. Learn to behave like a family man, a family person. Siku ya leo nikisimama hapa na niseme nimetumiwa na Roho zaidi ya baba wa imani, na nianze kuleta mambo mengine yanaweza kuwa ni mazuri kwa masikio, lakini hayaambatani na roho wa familia. Asifiwe Yesu. So I am standing here on behalf of the Family Deliverance Church, nikiwa chini ya uongozi na utawala wa kanisa hili, nikileta neno la mwaka lile ambalo Mungu wa mbinguni amenena na baba zetu wa imani katika jina la Yesu. Kwa hivyo maandiko katika kitabu cha Genesis chapter 26 aya ya 17 na 18, hapo ndipo Bwana amenena nasi kama familia, na hapo ndipo tunajenga mwaka wa 2023 ndani. Biblia inasema, then Isaac departed from there and pitched his tents in the valley of Gerar and dwelt there. Verse 18, and Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them up after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. Baba Mungu, tunakushukuru kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo. Bwana, tunapoanza mwaka huu Jehova, tunajenga mwaka huu juu ya neno hili lako, na tunalipokea kama neno la mwaka, tukijua una mpango mwema nasi Jehova, katika jina la Yesu. Biblia inasema pale mwanzo kulikuwa na neno, na ndani ya familia hii Bwana, katika mwanzo wa mwaka kuna neno ambalo umenena nasi kwa jina la Yesu. Kama mtumishi wako Baba, ninakuomba kutiririka kwa roho huyu mmoja, roho wa uwepo wako Bwana, roho wa familia kwa jina la Yesu. Neno ambayo umeachilia Bwana kwa madhabahu ya Deliverance Church, yale yaliyo ya makusudi yako katika jina la Yesu. Ninaponena na watu wako, naomba ukawafungue mioyo, wakapokea neno la familia, neno litokalo Bwana moyoni mwako, neno litokalo Bwana ya maandiko kwa jina la Kristo Yesu. Asante kwa neno hili Bwana, ninapolinena wema wako Bwana ututoshe. Jina lako litukuzwe kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tunasoma maandiko, na kabla sijaingia hapo kwa hiyo neno, ukisoma maandiko hayo katika kitabu cha Mwanzo 26, ukianza mwanzo, hii ni safari ya kijana wa kwanza ama the son of Abraham ambaye alikuwa anaitwa Isaka. Na Biblia inasema ya kwamba ukiangalia Mwanzo ya kwamba kukawa na njaa kama ile njaa iliyokuwepo wakati wa Ibrahimu. Ukiangalia Mwanzo hiyo Mwanzo 26 aya ya kwanza, Biblia inasema, and there was famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of Philistines, in Gerar,
Biblia inaongea kuhusu vile maisha ya Isaka yalivyokuwa. Na Biblia inasema wakati mmoja kukatokea kiangazi, kukatokea njaa. Bwana asifiwe. Na mambo ya njaa ni mambo ya ukosefu. Wakati Biblia inasema kuhusu famine, inasema kuhusu insufficiency, mambo ambayo hayatosheleki, mambo ambayo hayako katika kiwango cha msaada wa mwanadamu. Inaongea kuhusu upungufu wa mambo ya maisha, shortage of the things of life. Na kwa hivyo anasema ya kwamba kulikuwa na njaa, na hiyo haikuwa njaa ya kwanza, ilikuwa njaa ya pili, kwa sababu kulikuwa na nyingine nyakati za baba yake Ibrahimu. Na mahali popote unapoangalia Biblia inaongea kuhusu Isaka, Ibrahimu na inaongea kuhusu Yakobo, inataka kuturejesha kwa mababa zetu. Bwana asifiwe. Inaongea kuhusu the foundation, inaongea kuhusu the base, inaongea kuhusu mahali tumetoka. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Na neno letu la mwaka huu inaongelea sana mahali tumetoka, inashughulikia mahali tumetoka. Asifiwe Yesu. Lakini kabla sijalienda hiyo neno, kuna mambo kadhaa ukisoma haya maandiko utaelewa ya kwamba wakati wa maisha kuna wakati upungufu huwa huko, kuna wakati shida hutokea. Haleluya. Na niwaambie hivi, hata mwaka huu kutakuwa na shida. Bwana asifiwe. Mimi sikusema utakuwa na shida, nimesema there shall be famine, there shall be shortages, there shall be insufficiency. Asifiwe Yesu. Nataka tuelewane. And let me tell you something. The Lord is speaking to us this word because of the way the year will be. Bwana Yesu asifiwe. I feel that I need to tell you. Ya kwamba kabla Mungu hajanena, he has traveled in the spirit into the year. Wapendwa, sisi tukiingia Mungu amemaliza. Oh, hallelujah. Sisi tuko day 1 January, Mungu ako day 31 December. Already amesafiri, already ameona shida, and so he is speaking because of the way the year will be. Asifiwe Yesu. And so Biblia inasema ya kwamba there was famine. Na ninataka nikuambie hivi, you must receive the word because of the way the year will be. Amen. Ninataka nikuambie tena, I am not saying you will have needs. Yes. I am saying there shall be needs. Amen. Bado kutakuwa na viangazi vya aina nyingi, kutakuwa na ukosefu wa aina nyingi. Asifiwe Yesu. Baraka zetu ya kwamba hata katika nyakati za ukosefu, Mungu Baba wetu atahusika. Mungu wetu atakuwa pamoja nasi. Nimekuja nikuambie, Mungu amejua hali zitakavyokuwa, na anasema ya kwamba hata katika hiyo nyakati kuna mambo yatatendeka. So the number one thing that I want you to understand, you must receive the word because there shall be needs. There shall be insufficiency. Bwana asifiwe. Biblia inasema this one was not the only one. Hiyo ilikuwa tu ni kiangazi na njaa ya kwanza. Hey. Bwana asifiwe. Kulikuwa na ingine. Biblia inasema. So how did God deal with this? How did God deal with this one? Why is it mentioned? Let me tell you, beloved. Ile famine ya siku ya Abraham inatajwa katika siku ya Yakobo. Lakini Mungu haja-explain vile alideal nayo. Bwana asifiwe. But I've come to say to you, God is explaining the way he dealt with the famine in the days of Isaac. Because God wants to deal with your famine. God wants to deal with your insufficiency. God wants to deal with your problems. I've come to say to you today, this year God will personally deal with your problems in the mighty name of Jesus. So there shall be a famine like the one that was there. But this time, God will be involved. And so the Bible says that there was a famine. There was acute insufficiency. There was a severe shortage of the things of life. And the second thing that happened is that Isaac
went to seek for help. Isaka akaenda kutafuta msaada. Biblia inasema akaenda kutafuta nini? Wewe endelea kusoma. You will read everything in that chapter. Then the Lord, Biblia inasema in the same verse, and Isaac went to Abimelech, king of Philistines, in Gerar. Wapendwa, every time you move from where you are because of a problem, you go to seek for help. Asifiwe Yesu. Ukiona mtu wakati wa shida amesafiri, mara nyingi haendi kutembea tu. Anaenda kutafuta nini? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo mwanadamu kawaida yake ni ya kwamba yeye huenda kutafuta msaada. Na nikwambie wapendwa, unapotoka kwenda kutafuta msaada mwaka huu, kuna mambo yatatendeka yatakushangaza. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati ambapo unafikiria kwenda kufanya vile wengine wanafanyaga. So Biblia inasema katika aya ya 10 aya ya 2 ya kwamba then the Lord appeared to him. Oh hallelujah. Akaenda kwa Abimeleki. Akaenda kule Gerari ili akatafute msaada. Lakini Biblia inasema lakini kabla hajamfikia Abimeleki, Mungu akamtokea. Natangaza hivi kwa maisha yako mwaka huu. Kainao kumili. The Lord will appear. The Lord will identify with your situations. I'm about to say to you, ijalishi shida ulizo nazo, the Lord will appear. Biblia inasema ya kwamba alipoenda Gerari hakukatazwa kwenda, lakini kabla hajafika the Lord appeared. Tell your neighbor, the Lord will appear. The Lord will appear. Wakati kwa mwaka huu mwaka wa Bwana, God will identify katika maeneo ya maisha yako. Wanaona kwa mambo itohira. Kamuyoji kwa yashoresi yanayoteja tayari kwa kumeli. Na tunashaka shaka Bwana. So mali kwa maneno ya terere. Wakati alienda Mungu akamtokezea. And the second thing that God did after appearing is that he spoke. Tell your neighbor, God will speak. Kainao tualele. Tell wama ulitumame tuleito. The Lord will speak. So the Bible says Mungu akamtokezea na akamwambia. And that is why wapendwa, ndiposa Mungu ananena nasi leo. Kwa sababu ametitokezea. He has appeared in our lives. And he is speaking. Na Biblia inasema na Bwana akanena. So he appeared and he spoke. And let me tell you something. Mungu hatanyamazia shida zako. Mara nyingi umejaribu kushughulika. Mara nyingi umejaribu kusumbuka. Mara nyingi umejaribu kuwauliza watu. Wapendwa, wakati mwingine sisi huomba na tunangojea sauti lakini haiku. Bwana asifiwe. Sijui kama ushawahi kutafuta jambo, unatafuta njia, unamuomba Mungu na unakuta mambo hayabadiliki na unafikiria Mungu haneni akakusetui. Wewe sio utaita Mungu, hiyo ujasa pia. Isaka alienda kwa Abimeleki, lakini Mungu alikuwa nyuma yake. Kwa nini Mungu yuko nyuma yake? Kayedu na wako. Kaide rogotia. Ogelie wewe utaijio. Kaide rogotia. Na ndio kule kale ikumbuka Wafilisti ni maadui wa Israeli. Asifiwe Yesu. Wafilisti ni maadui wa Israeli, lakini wale ndio walikuwa mtumishi huyu Isaka akiangalia ama Isaac asifuluki anaona wale ndio wataweza kumsaidia. Wapendwa, kuna wakati mwingine wewe huwa unajipendekeza. Kwa sababu hata kama huyo mtu ni adui yako, ukiangalia kwa macho, yeye ndio ako na kile unahitaji. Asifiwe Yesu. Sijui kama ushawahi kuwa mgonjwa usiku na yule aliye karibu naye aliye na gari ni mtu ambaye hampelekani. Lakini jambo ambalo limekukuta, lazima utengeneze urafiki wakati wa shida, kwa sababu unafikiria hapo ndipo msaada ulipo. Nimekuja nikuambie, wakati unatafuta msaada kwa wale wasiokupenda, Mungu atakuwa nyuma yako akileta msaada katika jina la Yesu. Atakuachilia uwe mtumwa mikononi mwa maadui, kwa sababu wako na kitu. And the Lord says he spoke to Isaac. So Mungu hatanyamaza. Nikwambie mwaka huu Mungu hatanyamaza. Mungu hataachilia. Utaenda kutafuta misaada kwa wale hawakutaki. Ninaomba Mungu waamini. Kuna watu hukungoja katika mahali pa shida. Wacha tu atakuja. Wacha tu atakuja. Tigana inake nieguka, tutamushika tu.
sababu tunajua yeye uhitaji. Asifiwe Yesu. Nimekuja nikwambie, Mungu hatakuachilia mwaka huu. Mungu hatakuachilia mikononi mwa maadui. Mungu hatakuachilia, atakuja nyuma yako na atanena maneno. Biblia inasema na Mungu akanena. Angalia mambo aliyoyasema. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamuelekeza. And the Lord gave him instructions. Let me tell you something. God will instruct you the way to follow. Mwaka huu God atakuinstruct, atakuelekeza. Na akamwambia ya kwamba litalele dungagira kwa urani. Na usiende Misri. So Misri kunaendagwa. Mbele kwa Misri kunaendagwa Bwana. Nchi ya maadui. People used to go there. Bwana asifiwe. Lakini Mungu akamwambia, then the Lord appeared to him and he said, do not go down to Egypt. Usiende Misri. Usiende. Do not. This is a divine instruction. So God tells him, do not go. Whatever. There are places God will not allow you to go this year. It doesn't matter what they have. God will not allow you to go. Nikwambie, kuna maeneo hautapatikana. Wapendwa, niwaambie hivi, Misri kulikuwa nyakati ambazo kukiwa na shida, mahali vingine kulikuwa na shida mpaka ya ukosefu wa pesa. So kile Misri kulifanyika, kulikuwa na chakula. Na kama ukiwa na shida, kuna wakati lazima ungeenda kukopa. Hawangekujima. Wewe unaenda kukopa. Unakuwa mdeni wa Misri. Na kile walikuwa wanafanya ni ya kwamba wanakufanya mtumwa kwa kipindi fulani ili ulipe. Natangaza leo kuna maeneo hutapatikana. Hata kama yako na msaada wa kiwango gani, kuna maeneo hautapatikana. Ninatangaza ndani ya mwaka huu kuna watu hautawaona kwa laini za madeni. Kweli matako kuoneka. Laini nyeshake kobo. Natangaza katika jina la Yesu. Kuna wakati Mungu atakuelekeza. Ndoa ndiye ukoba. Una wako. Ndoa ndiye kou. Ndoa ndiye kogera. Do not go down to Egypt. Yes. Don't go there. Let me tell you, God knows there is food in Egypt. Yes. Well, as you will. And God knows there is famine in the land where Isaac is. Yes. And God knows Abraham went there. And he found the food. And God told Isaac, told Jacob. Ukiangalia maandiko mahali pengine, Mungu alimwambia Yakobo wakati kulitokea ukame, enda Misri. Go there. Bwana asifiwe. Lakini this time anamwambia Isaac, don't go there. I've come to say to you, it is a near where God will instruct. It is a near, follow the instructions. Na kitu cha kwanza Mungu anafanya, kuna mahali hata kubali ufike. Wale wanakungoja. Hallelujah. Ili ya kwamba wakufanye mtumwa. Wewe Bwana anasema usiende. So akamwambia ya kwamba Isaac akaambiwa usiende. So he was instructed. Na kwa kile nataka uelewe ni ya kwamba mwaka huu kile kitakusaidia sana. One of the keys of success and progress is the key of obedience. Ufunguo wa kutii. Bwana asifiwe. Wapendwa, mara nyingi Mungu ametuambia tufanye kitu, lakini tumejikuta tukifanya kwa sababu ya kusukumwa. Lakini Biblia inasema and Isaac dwelt in Gerar. Hakuenda. He believed, he obeyed, he followed. And the next thing that happened is that wakati alijua wako na Mungu katika nyakati za kiangazi, akapanda mbegu katika ile ardhi mahali alikuweko at the dry season. Let me tell you something. Mwaka huu utafanya mambo ambayo si ya kawaida. We will not follow seasons. We will not follow the atmosphere. The Lord will appear in your life. And the Lord will help you to do the right thing. Na kwa ndani ya mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kazi. Sikia vizuri, utakuwa ni mwaka wa nini? Utakuwa ni mwaka wa kazi. Utajikuta kwa shamba, not the physical. Utajikuta kwa shamba hata wakati hakuna mvua.
I declare there will be no idleness in this year in the mighty name of Jesus. Hakutakuwa na kulegalega, hakutakuwa na kusembea. There will be a season of planting seeds, for God is together with us in the name of Jesus. Let me tell you something. God will be the season for our seeds. Mungu ndiye atakuwa majira yetu. Kuna kitu ushiki. God will rain. We will not depend on rain. We will depend on God. He will be our season. Kila mwana nilipo hande, ndio corona fata. Olelo yamba yona yoro. Owe koya kwa gelini. Wapendwa, there are people here that will prosper, not because the way is correct, but because God is their season. As Biblia inasema they planted, he planted. Na Biblia inasema katika kupanda huko akavuna mara 100. Bwana asifiwe. Isaac sowed in the land. This year we will work, tutafanya kazi. And the second thing that happened is that God paid his labor. Nikwambie leo Mungu atalipa kazi. Gainie kuli hawila wako. You are the work of your hands. Itabarikiwa. Oh, hallelujah. Naomba Mungu akusaidie. Wapendwa, kwa nini tunapanda wakati wa kiangazi? Kwa sababu let me tell you something. This year there shall be insufficient seasons. Hallelujah. Amen. Wapendwa, usiangalie majira. Na ni vizuri kujitayarisha mapema. Prepare yourself in the spirit. Hakutakuwa na pesa nyingi, lakini Mungu atakuwa na wewe. Amen. Mimi nataka nikwambie, Mungu atakuwa na wewe. Kuna kitu Mungu anataka kufanya. Kile ambacho kitakuwa ni neno letu la mwaka. Tunataka nikutayarishe mbele. As well as mwaka huu macho ya wengi yataona ukame. Mwaka huu. Lakini kwako wewe hutaweka mbegu zako kwa mchanga, kwa sababu mawingu ya mvua yako, kwa sababu Mungu atakuwa ndio majira yako. Mungu ndiye atakuwa mvua yako. God will be your rain. Oh, I pray that you understand this, and that you prepare yourself. Kaino wote kabla yako, kaino wote kutoka wako, kaino wote kaina wako. Ndio wako ona maudu magiroka. We haleje kuna maudu manene. Ndiwe bano ndio menyawe hatu wakai maga shagiralira weku. Ndio menyawe hatu wakai maga shagiralira weku. Ndio hatu wakai maga magalira weku. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yoeli, kuna nyakati zitafika Mungu ataweka laini ili wenye haki na wasio haki wajulikane. Moja ya laini ambazo Mungu hufanya ni laini za kiangazi. Ni laini za kiangazi. Mungu anaweza weka kiangazi ili awe mvua ya wenye haki. Mungu anaweza weka kiangazi ili awe majira ya wenye haki. Nimekuja nikwambie, mwaka huu mbegu zako hazitapotea. Mbegu zako hazitapotea. Na kwa hivyo usijiunganishe na wale wanaotazama majira. Wewe inua macho yako tu. Sema kama Daudi, msaada wangu mwaka huu unatoka kwa Bwana. Na inua macho yako juu. Msaada wangu hautoki kwa mvua. Msaada wangu hautoki kwa bank. Jana kama juzi wameandika ka text kwa simu. You know me, I take everything. Kaibiti. Na wakasema kuanzia Januari, kuanzia tarehe 1 tutakuwa tukilipisha transactions. Sijui kama ulisoma hiyo. Unajua sisi wote tumetorokea kwa apps za hivi ili tunatuma pesa free. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wameandika, wamesema kuanzia the 1st of January 2023 every transaction shall be paid. It shall be. Oh, hallelujah. Na kwa hivyo kwa kutorokea hakutakuwa kweli. Oh, hallelujah. Hakutakuwa kweli. Mahali ambapo unasikia kulikuwa bure, sasa hivi tutalipiwa. Bwana asifiwe. Ukisikiliza vizuri wamesema shule zitalipwa. Ukisikiliza vizuri wamesema hata help za university. Kwa nini mnasikiliza? Bwana asifiwe. Ukisikiliza vizuri shule zinalipwa sasa. Asifiwe Yesu. Na hiyo ni budget zinaongezwa. Nimekuja nikwambie usiogope. Usiogope.
hata wakati wameweka kila kitu na wamelipisha kila kitu, Mungu wa mbinguni atakusaidia. Utapanda mbegu na utavuna mara 100 kwa jina la Yesu. Ninatangaza ndani ya mwaka huu, hata uchumi ukiinuka juu, Bwana atakuinua kiwango katika jina la Yesu. Nikwambie leo, huu ni mwaka wa Bwana wa kukusaidia yeye mwenyewe. Mungu hataleta mvua tu, atakuja yeye mwenyewe. Mungu hataleta marafiki tu, hivyo personality. What does that mean? Kuna mambo utapitia yale ambayo hakuna yeyote anaelewa. Hakuna. Unajua wapendwa, wakati mwingine tunapitia mambo mazuri na tunaambia watu tumebarikiwa, lakini kuna mtu aliye nyuma yetu anasema kila kake mara yake ningine kutaidia. Kila hawezi kuambia ni ya kwamba ni mimi nilimkopesha. Nimekuja niwaambie leo, watu hawataelewa vile Mungu anafanya na wewe. There shall be divine support. There shall be divine presence. God himself will appear. God did not send anyone. He appeared. Bwana asifiwe. And so this year I want you to know, ya kwamba Mungu atakuja kufanya mambo, na ya kwamba our seeds, they will produce 100-fold. Then the Bible says, and after that, in the same year, at the same place, in the time of famine, he started to prosper. Akaanza kunawiri. Hebu soma hiyo aya ya 12. Usikie. Verse 12. Verse 12. Verse 13. Then the man began. Verse 12 inasema, then Isaac sowed in the land and reaped in the same year. In the same? Amwambia jirani not 2 years. Si miaka 10. In the same? Amwambia jirani the same year. 2023. Bwana asifiwe. Zile mbegu zinangojewa kwa miaka 10 si za mwaka huu. I want to declare to you, mawela maremeza kerote magakula miaka 20 mwaka huu. Bwana asifiwe. Our growth and progress is in this year. And the Bible inasema, and he reaped in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. Hakuvuna tu, mavuno yake alibarikiwa. Bwana asifiwe. Wapendwa, nikwambie, ushindi hauko katika pesa nyingi. Ushindi uko katika baraka za pesa nyingi. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Ni wangapi wanajua unaweza kupewa milioni na baada ya kipindi kidogo uwe hauna? Biblia inasema alipovuna 100 mara 100, Mungu akambariki. Mungu akathibitisha kile alichopokea. It is the blessings of the year. Ambazo sasa Biblia inasema verse 13, and the man began to prosper. Wapi jirani yako, kunawiri kuna mwanzo wake. Na modosho akiabiria kuhashira. Ela jirani yako kuhashira ni kulikiabiria. Akiabiria kwa kati. Nekego yomuthi, mwakoyo ni wako. Amen. Maita maite wanenda gukura ihu. Maita maite wanenda kuonanga ifamily yako. You are the beginning of prosperity for your life is in this year. In the mighty name of Jesus. Biblia inasema he began to prosper. That was to say he continued. Hakuanza tu na ikaisha. He continued to prosper. And what he says, and he became, tell your neighbor you will become very prosperous. Na kanawiri sana. Kuna maeneo matatu. He started, he continued, and he became. I've come to say to you, your prosperity will not stop until you become. I'm telling you, this year is an year of becoming. It is an year of becoming. It is an year of becoming. You will become. That is why I want you to see what the Lord is saying for us this year. Because it is an year when we will become prosperous. Mwakoyo jeterera itu. Mwono lea gai ya wekanani. Bwana asifiwe. Nishawahi kutabiria maisha yangu miaka mingi. Nishawahi kutamani miaka mingi. Mwaka huu ni wakua. It is an year of becoming. I've come to say to you, we are becoming very prosperous, both in the spirit and in the physical. Hatutang'ang'ana na mambo ya kiroho. Hatutang'ang'ana na Mungu. Hatutang'ang'ana kumheshimu Mungu. We will prosper in the spirit and we will prosper in the physical. In the name of Jesus. So he became, he started, he continued, and he became until the Philistines envied him. Baba wa Filisti
muonea wivu. Wapendwa, kama hujaonewa wivu bado hujanawili. Kama hujaonewa nini? Hujafanya nini? Wakamuonea wivu, na Biblia inasema walipomuonea wivu, Abimeleki akatumana akamwambia, endeni mwambie Isaka ahame. Kila hakujua ni kwamba Mungu wako na yeye. Na Biblia inasema Isaka akaondoka, akaweka hema zake katika bonde la Gerari. Akaweka hema zake katika bonde la Gerari. Na alipoweka hema zake katika bonde la Gerari, Biblia inasema akaanza kuchimba vile visima ambavyo vilikuwa vya baba yake. Wapendwa, nimeanza na kuambia hivi, Biblia inaongea kuhusu mababa zetu. Nikwambie leo, katika kila kizazi, katika kila familia, katika kila ukoo kuna mababa. Yes. Na Mungu hutumia mababa kutengeneza ukoo. Wapendwa, niwaambie, katika ukoo wenu kuna visima vya Mungu. Kuna visima Mungu alikuwa amechimba, lakini vikazikwa na maadui. Nyinyi mlikuwa mnastahili kuwa watu ambao wamenawiri sana. Nyinyi mlikuwa, kuna visima vya kiroho ambavyo vilichimbwa na mababa zetu wa imani. Kuna visima vya mambo ya maisha ambavyo vilichimbwa na mababa zetu waliotuzaa. Biblia inasema alipofukuzwa na Abimeleki, kwa sababu alikuwa amebarikiwa, akaenda kuchibua Ageliego Likolia. Biblia inasema Ageligo. Wacha nikwambie, kila kisima cha maisha yenu kama ukoo ambavyo vilizikwa na adui, Mungu atakusaidia, utachibua. Kuna wengine wetu hapa, umetoka kwa familia tajiri, ukiona uganga mtamtoni mtu kainyaje tekima kia walio wa familia. Ilizona ya kwamba shetani Ufilisti alikuja akaweka mchanga ili ya kwamba, Biblia inasema alipokufa Ibrahimu, Wafilisti walizika visima. Hebu nikwambie, visima vinatoa maji inayoleta uzima. Kwa nini wazike? Kwa nini wasitumie? Kwa nini wasitumie maji? Bwana asifiwe. Kwa sababu walijua vilikuwa na majina. Ukisoma pale, visima vilikuwa na majina ambayo yalikuwa yamepewa na Ibrahimu. Nakwambia hivi, visima vyenu vina majina. Kila mtu anaweza kufanya ni kuzika tu, lakini hatuwezi kumsaidia. Nakwambia mwaka huu Mungu anachimbua visima. Mungu anakusaidia kuchimbua visima, visima vya kiroho na visima vya haki, visima vya Mungu vinavyokutana na maisha yako. Kile ambacho Mungu aliweka kama kisima chenyu, visima vya wengine wetu vilikuwa biashara. Vingine vilikuwa watu watakao kuwa wakuu, words of life and words in the spirit. I've come to say to you, this is our year. This is our year. What am I saying? Ya kwamba ndani ya mwaka huu, your progress and your prosperity shall come to a point where whatever was belonged to you is coming back. Amen. Bwana asifiwe. And so 2023 is a year of redeeming and repossessing. Amen. Listen to me properly. 2023, this is the word of God. Ni neno, ni mwaka wa kuchimbua. Ni mwaka wa kukulia na kuoya ilimashito. Amen. 2023, we are redeeming and repossessing our wealth. The wealth of our fathers. Bwana asifiwe. And it is the wealth of our fathers that will take us into a great. And the Bible says, na akaviita majina yale yalikuwa yameitwa na baba yake. I've come to say to you, nothing changing. We are just redeeming. We are just reproducing. We are just taking back kile ambacho kilikuwa ni chetu. Unakumbuka last year Bwana alituambia ya kwamba wakati hatuko katika agano, yeye huondoa kile kilikuwa ni neema ya ushindi wa familia. Bwana asifiwe. Lakini mwaka huu Bwana anasema, kwa sababu nimewarejesha kwa agano, ninawarejesha kwa neema. A generation of grace. You are redeeming and repossessing. You are redeeming and repossessing. Wapendwa, niwaambie, wengi wetu hatujui familia zetu zilikuwa aje. Bwana asifiwe. Wengi wetu unastahili tu uende kwa historia, uangalie mahali umetoka. Let me tell you something.
Hakuna ukoo hauna kisima cha Mungu. Amen. Hakuna. Bwana asifiwe. Sisi kama tunaelewana, gotie hakuna ukoo ambao hauna kisima cha Mungu. Every family has a covenant with God. Bwana asifiwe. I will prosper you. I will make you great. What God does is that he digs a well for a family. Bwana asifiwe. Lakini mambo ya adui anakuingiza kwa mambo ambayo kisima kinazikwa. Bwana asifiwe. Na wewe unaenda kwa laini ya masumbuko. Let me tell you, if there was a well, if the father's well was not closed, Isaka hangetangaza kitu kama family. Bwana asifiwe. So what happened is that when he entered into Gerar, na akaingia kwa hizo bonde, Biblia inasema akaanza kufukua visima, and that was the end of family. I've come to say to you, you are coming to the end. Amen. Of the family. Amen. Maono maso mako ni ragia. Gayarama kinyamusha. Todo idima iliasato ilesiasiani. Oh, mwadhani ya roho so. Aka ito family sitosiali ndugu. Aka ito family sitosiali ya meri ya gai. Wapendwa uradhi ndeka na ugai. Todo wetiki wa kukana the fathers in faith. Kili vile visima vya imani na vya kiroho vilikuweko vilizikwa. Vimezikwa na adui. Unang'ang'ana kuwa tu mtu wa maombezi. Unang'ang'ana tu kufunga. Kwa sababu the wells of righteousness zilizikwa. Bwana asifiwe. Ninakuja nikwambie it is our year where we are digging. Wapendwa, nimesema ya kwamba mwaka huu hatutakaa chini. Biblia inasema akaanza kufuku. Akaja kudikolia lewena. Andeni nani kudikolia lewe? Ni kazi. Na kwa ndani mwaka huu wapendwa, our theme for the year is this. 2023 is our year of redigging and repossessing the wells of our fathers. The wells of our fathers. Everything that belongs to us is coming back. Amen. We are repossessing. We are repossessing the names of our generations. Wale walioiba wenye haki, tunarejeshewa majina ya wenye haki. Wapendwa, ukiangalia dunia wakati huu, unaangalia mtu anaitwa mwenye haki, unaangalia tabia zake. Oh, hallelujah. Unaona mtu anasema Bwana asifiwe na matamshi ya kinywa chake, kwa sababu visima vimezika. Hofu ya Mungu haipo tena. Oh, hallelujah. Watu wanasema wameokoka, lakini visima vya upendo wa Mungu vimefanya nini? Vimezikwa. Siku hizi wapendwa, huwezi kujua mwenye haki na sio mwenye haki kwa haraka. Hauwezi kujua. Oh, hallelujah. Nataka nikwambie mwaka huu Mungu anatusaidia sasa kufukua. Na turadhi kule dhima shaugai. Dei wa mtu mundu alimwagade muhonoku na mamutuo wake. Ukoneka ni muhonoku. Mundu alimwagade wa Ngai na horosho kakoro wiwama. Kwa sababu Ngai yao likolia ilima sio dhiku. Dei wa metolele yangu wa Ngai. Dei wa letwa ya Yesu. Ado manyora ni medete Ngai na wakoroni walawama. Haija kwa ni mdomo tu. Watu wanasema na wakatimiza. Nataka nikwambie, we are redeeming and repossessing the words of our fathers, both in the spirit and in faith and in the deeds of life. Bwana asifiwe. Amen. Vile ambavyo imani ilihitajika kuwa, it is coming back. Amen. Bwana asifiwe. Mahidama yako yega kwenda adu tumahoere mahonoke ni marashoka. Bwana asifiwe. Mahidama yako athiaga kuhunjiria adu. Mahidama yako taiganagira adu makahonokete. Oh, hallelujah. Mambo nyakati ambazo unajua Biblia inasema Mungu akamwambia akanena na Paulo akakupitia kwa akanena na Timotheo kupitia kwa Paulo na akamwambia kwamba and do the work of evangelism. Fanya kazi ya huduma ya kuwaleta watu kwa ufalme, and that was a work of the righteous. Bwana asifiwe. Siku hizi tukiokoka wapendwa, tunatosheka. Hatujali wale wamepotea. Bwana asifiwe. Unakaa na jirani yako, hujawahi kumwambia Yesu anampenda. Nawaambia visima vya uungu vinachimbuliwa mwaka huu. Visima vya uungu. Wapendwa, niwaambie kama visima hivi havitachimbuliwa, dunia inaenda kuharibika. Lazima Mungu aturejeshe in the beginning. Lazima Mungu aturejeshe into the wells of our fathers.
in the mighty name of Jesus. And so today I want to tell you that this is our year where we are redeeming and repossessing. We are redeeming and repossessing. Wapendwa, kile kilichokuwa chenu, kile jina litoalia. Biblia inasema, hebu sikia verse 18. Listen to verse 18. And Jacob dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father. So you see, the wells of his father, for the Philistines had stopped them up after the death of Abraham. Then Isaac called them by the names which his father had called them. That is our word. Bwana asifiwe. Redeeming and repossessing by the name. Bwana asifiwe. Kile kilichokuwa chenu hakitaondolewa hata jina, hakitaondolewa hata herufi. Natangaza kwa jina la Yesu. Wengine wetu tulikuwa tumeinuka sana, lakini visima vyetu vikazikwa. Natangaza ndani ya mwaka huu, Mungu atakupa neema. Mwaka huu kuna neema ya ulikuni. Adoma kwa belia kuona maudoma ya mako mali mako. Wataanza kuona yale mambo, ile imani iliyokuwa na akina Paulo, ile imani iliyokuwa na akina Petro, ile ule upendo wa Mungu utaanza kuonekana. Bwana asifiwe. Ule ushindi na utajiri ambao Mungu alikuwa amewekelea kwa familia yenu, it shall come back in the mighty name of Jesus. Kila kisima ambacho kimezibwa, natangaza kwa jina la Yesu, Mungu atatuachilia neema ambayo itatusaidia kufukua lile jina mlipo zamani, hilo jina litaonekana. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya wale maadui wa kanisa walipoona tabia ya wenye haki, walipoona tabia ya wanafunzi, wakawaita wa Kristo, kwa sababu they were like Christ. Bwana asifiwe. Let me tell you something. People will call you after the likeness of God. Watu hawatakuita na majina ya dunia hii. Hawatakuita mkosefu, hawatakuita mtu aliyeshindwa, hawatakuita majina ya dhambi, kwa sababu tutakunywa kwa visima vya baba zetu. Visima tutavifukua. Visima vya maisha haya na visima vya wenye haki, visima vya kiroho katika jina la Yesu. Kwa hivyo 2023 is our year of redeeming and repossessing. Na nikwambia hivi, utachimba na mng'ang'anywe. Hallelujah. Utachibua na upokee. Nikwambia hivi, chochote chenye kimepotea, in the generation is coming back. Amen. I'm saying it is coming back. Amen. Kila yale maisha ya kiroho yamepotea, we are repossessing them. Amen. Bwana asifiwe. Wakati tulikuwa na upendo wa Mungu, tulisema la wakati ni la. That one is coming back. Wakati watu waliishi maisha ya haki bila kujificha, is coming back. We are repossessing the wealth of righteousness. We are repossessing the wealth of holiness. Bwana asifiwe. We are repossessing the wealth of plenty and wealth and riches. Bwana asifiwe. We will see the kingdom in the wealth and we will see the righteousness of God. Nataka tusimame kwa miguu yako. Namwambia Bwana, this is my year where I am redeeming the wealth of my fathers. I am redeeming. Mwambie Bwana, I position myself into the grace of redeeming and repossessing. Mwambie Bwana, ninachimba visima vilivyokuwa vya familia yangu, ninaletea katika mwanzo, katika jina la Yesu. Katika hii neema nitainua visima ambavyo ni vya familia, in the mighty name of Jesus. Oh God Almighty, the wells of God, the wells of my fathers in faith and in the things of life, they are coming back to me in the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana, natangaza, this is my year where I am redeeming and repossessing the wealth of my father in the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana, natangaza, this is my year, this is my year, this is my year, this is my year, Lord. I am redeeming and repossessing in the mighty name of Jesus. I am redeeming. I am going back to